Bwana Yesu asifiwe sana. Tamani huduma yako, usifiche. Mpaka leo tuna vijana watembea na Biblia, akiona amefika mbele ya watu anayeficha kwenye pete atembea nayo. Na nikawa nafanya utafiti, ndio maana sasa hivi warokole wa leo hatuna Biblia zile za kuandikwa kwa maneno, au wanasema ni soft copy ni hard copy hawana zile hard copy, wana zile soft copy. Wanaogopa kutembea na Biblia, maana watawaombole watu wa mataifa. Bwana Yesu atusaidie sana. Tamani utembee na Biblia. Unapotembea na Biblia ni sawa na watu wanaweza vyombo vya moto. Ukifika pale barabarani, yule mtu aliyevaa kofia nyeupe akikuwekea mkono hivi lazima usimame, si ndio Na mrokole kitambulisho chake cha kwanza ni Biblia, alafu cha pili ni mwenendo wake. Niombe watumishi wa Mungu, usionee haya injili ya Kristo. Amen. Jambo la tatu, tafuta uchumi halali. Tafuta uchumi halali. Amen. Ile juzi nilikuwa nafundisha, kama sio jana, nilikuwa nafundisha kwa habari ya dawa ya kupona ni kujua uchumi na matumizi mazuri ya nini? Ya fedha. Sasa nikaona tuongelee hapa, maana dunia leo imekengeuka. Dunia ya leo ina mambo mengi. Tumejikuta watumishi wa leo tunataka tupitie njia za mkato kutafuta mafanikio ya haraka haraka. Sikiliza nikwambie, mara zote anayetafuta vitu vya haraka maisha yake ni mafupi na ni ya taabu. Leo kuna watu wanajiunga Freemason. Tunakaa nao makanisani tunasali. Kabla ya wiki mbili zilizopita tulikuwa na mkutano wa injili pale Masekelo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mkutano tumeenda kupiga injili, ulikuwa ni mkutano wa kanisa jirani, ila tukaalikwa. Tumeenda kupiga mkutano, tunakuta pale mkutano ni kuna ugumu. Ukiunganisha vyombo vinaungua. Tukasema Mungu, kuna kitu gani hapa? Kumbe kuna mama tumemgusia kwenye anga zake, kila tukiachia moto mambo yanagoma. Tukasema sasa Bwana, na ijulikane kuwa wewe ni Bwana mabwana. Tukasema katika eneo hili aliyekuja kwa bahati mbaya, tunataka tuone mkono wako ukidhihirika. Yule mama nguvu ilimleta, akafika pale kwenye ukumbi, aliganda pale pale. Wanamwambia tujage shiruru, anamwambia analemaga. Hama tujage shi, anamwambia analema. Kumbe analemaga, ile miguu yake imeshikiliwa pale. Tulipoenda kuwasha moto, nguvu ya Mungu ikatembea, yule mama kagaragara chini. Alipogaragara zikalipuka, zikaanza kuuliza, kwa nini umetuleta hapa wakati tushakwambia masharti yetu usitupeleke mikono ya injili? Kuja kufuatia mama ameshaua watu wake wangapi? Kaanzia kwa mtoto wake wa kwanza, alikuwa anafanya kazi wilaya ya Kwimba mkoa wa Mwanza. Walimzika mwaka jana, akamuua mwinga wake mwaka jana hiyo, akamuua na mjukuu wake. Kisa anatafuta mafanikio. Mbele za Mungu hakuna mafanikio ya njia nyepesi. Kama ni kupambana, nenda kapambane. Kama ni kulima, nenda kalime. Kama ni kufuga ng'ombe, nenda kafuge. Usitafute njia za mkato. Fungue Mithali sura ya 10 na ule mstari wa 2. Kitabu cha Mithali sura ya 10 na mstari wa 2. Kitabu cha Mithali sura ya 10 na mstari wa 2. Siwezi kutembea chapu, maana natembea na muda wangu, nisiku DJ hapa. Kitabu cha Mithali sura ya 10 na mstari wa 2. Amen. Ndio. Biblia inasema ndio. Kimeandikwa na hazina za uovu, hazina za uovu hazifaidi kitu, bali haki huokoa mauti. Bali haki huokoa wokovu. Mali za dhuluma hazitakufaidia kitu. Mali za njia ya mkato hazitakufaidia kitu. Leo vijana tunashindwa kufanya kazi, tunakaa tunasema tunachana mikeke, tunabeti. Pole sana, utaibiwa mpaka utakoma. Anaanza mwezi wa kwanza na beti, mwezi wa pili na beti, tena namwambia kesho ni bahati yako.
anaendelea kubeti kila siku, buku anabeti, anatoa beti, anafikia kuja kupiga mahesabu mpaka anakuja kupata ni baada ya miaka 9. Piga 360 mara 1000 uzidishe mara 9, ni mamilioni ngapi kabisa hiyo ondoka. Ni waombe tunaoenda mbinguni tusitafute mali za mkato. Haleluya. Tunataka mali zilizo halali. Kama wewe ni mama ni msusi, nenda watu kwa wasuke vizuri. Watakutangaza kama mama ndiye msusi mzuri. Watakutangazia soko. Unajua wewe na hoteli yako, wale watu wapikie vyakula vizuri. Watu watakao kula hapo kabarikiwa. Watakwambia hoteli hiyo nzuri ni hii hapa. Acha kutuwekea mahamira. Matumbo yetu yanavurugika kwa sababu ya anasa. Yule anayekula kwako kaenda kuhalisha, anapoenda kuomba Mungu niponye, yale machozi yake yanafika mbinguni. Utakuwa kama yale maisha ya tajiri na Lazaro. Tajiri alijinenepesha akasema dunia ni ya kwangu, lakini tunaona mtumishi wa Mungu Lazaro anaishi kwa kula makombo. Mali ya rana haileti faida. Amen. Soma Mithali 13:11. Kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 11. Mithali ndio mali iliyopatikana kwa haraka itaa, na yeye hatimaye kidogo kidogo atazidishiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wasukuma tunasema hado hado yokujadu. Nimesema ni Msukuma fake. Kama nimeongea Kiswahili utanisamehe bwana. Mimi ni Muhangaza. Amen. Ni mtu wa mkoa wa Kagera, wilaya ya Ngara, mpakani mwa Tanzania na Burundi. Lakini Kisukuma nimeshaanza kuelewa. Tumeona kwamba ile mali ambayo si ile mali ya haraka haraka, hata kama utaifanyia kazi gani, haitawanufaisha vizuri. Nilikuwa nafuatilia habari ya mtu mmoja, alikuwa ni nguli Tanzania. Alikuwa anaitwa Steven Kanumba. Nafikiri wale watu wa miaka nyuma tunamkumbuka vizuri. Yule baba kwenye kuigiza, yani watu walikuwa wanapenda maisha yake, maana yana kiigiza alikuwa anavutia watu sana. Lakini nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2010 na kitu kama 12, niko chuoni nikasikia Kanumba amefariki. Nilikuwa sijamfuatilia sana. Kumbe jamaa alichukua maisha yake akajitoa kaingia Freemason, akitegemea kwamba anapoenda kuigiza, maana wale watu wakishajiunga wanakuwa na mvuto wa hali ya juu. Haleluya, wana wa Mungu. Alipoingia pale akamwambia tunataka tuchukue cha kwetu, maana ukiingia pale Freemason kuna kitu tunachokiita kafara. Wakamwambia tunamtaka mama yake. Akajikuta mama yake ndiye aliyefanya kazi ya kumpaisha mpaka fika mbaya. Akasema kwa mama yangu never happen. Akagoma. Akamwambia basi tuletee mchumba wako. Akakumbuka yale maneno, unajua wale wachumba yale maneno mazuri mazuri akianza kuyaongea, oh sweet baby, oh honey, oh my puppet, mara ni busu, mara ni bebe, wale ambao ni washamba mpaka wananyanyuana. Akakumbuka yale mahaba kanayompatia, akasema mimi siwezi kufanya kitu kama hiki. Kilichoendelea mle katikati, wakasema wale watu wa Freemason tutajichagulia tunayemtafuta. Matokeo yake wakamzimisha. Kama hujafanya theology, Kanumba ni mtu wa Ngogoro hapa Shinyanga mjini. Amen. Wewe si ni Msukuma wa Shinyanga na mimi ni mtu wa kuja, ila mimi nimetafiti ni mtu wa Ngogoro. Nenda waangalie magari yote hayana faida, yamepotea. Ni kwa nini? Alitafuta maisha yasiyokuwa ya halali. Kuna watu ambao kule nyuma aliwaumiza, kuna watu ambao kule nyuma aliwatelekeza, kuna watu ambao waliwatumia katika njia sio halali. Na wewe utakaposema utafuta njia ndio sio halali, zile mali hata kama utarudika kwa magari mangapi, siku kizima zote zimeisha. Amen. Lakini nikienda nikalima, nikafuga ng'ombe wangu, hata nikifa wanangu wataishi kwa amani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yale mashamba niliyonunua watoto wangu watayafaidi. Maana ni kwa nini wale watoto wanayafaidi? Ile njia ninayoitumia na akili ninayoitumia ninawaelekeza watoto. Ndio maana utakuta wakati mwingine huyu mtu mwenye duka lake anamchukua mwanae, anamwambia niuzie pale. Lakini aliyejiwa masuala ya kichawi,
hawezi kutoboa siri, wanameza pini. Ndio maana pale wakifa wanakufa na siri zao, na matokeo yake vyote vinaishia pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikombe mtumishi wa Mungu, unapoenda nenda kapambane, uweke uchumi vizuri, lakini tafuta uchumi ulio wa halali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, nenda kapambane. Wanaume simpo, kama ni makabo, beba magunia ya watu wa mipunga, weka hapa, ila usile mali ya dhuluma, maana imeandikwa mwanaume atakula si ndio? Lakini sasa hivi sio hivyo tena. Sasa hivi kuna kitu tunakasema ka gender balance tunasema ni uwiano sawa. Na wamama, nendeni mule kwa jasho, sio kuzaa kwa uchungu tena, maana nyewe ndio mlio ya koroga. Amen. Maana Biblia inasema Biblia inaeleza kwamba mwanaume atakula kwa jasho, lakini ukiangalia pigo la mwanaume na mwanamke sio sawa. Mwanamke yeye aliambiwa kwamba atazaa kwa nini? Kwa uchungu. Lakini wakati huo, wakati anazaa kwa uchungu, nenda ufuatilie. Leo kuna mwanamke na mimba miezi 7, dumura lita 20 liko kichwani. Ana mimba miezi 7 kwenye kupanda mpunga, yuko tu za hivi na mimi nataka kupanda mpunga. Wakati kama ingekuwa vitu vingine, yule mwanamume angemwambia mama, kaa nyumbani, mimi nifanye nini? Nifanye kazi. Lakini imekuwa hivyo kwa sababu mimi wenyewe ndio mmedai gender balance. Kwa hiyo ni gender balance, tupambane wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio miji mingine wanawake wanapiga kokoto. Pale maeneo ya Rubaga pale kuna mama mmoja ni mwanamke wa kawaida. Yule mama ni fundi ujenzi hatari. Anavaa suruali yake, anapiga buti zake, anakwambia wewe kibarua rusha tofali. Anarushiwa, anadaka, anapanga tofali. Na yule mama watu wanampenda, wanamwambia kazi anayoifanya ni kazi iliyotukuka. Hawapatii kibarua wanaume, wakapatia wanaume. Wanaume ni matapeli wakubwa. Sio wote lakini. Amen. Mwanaume anakuambia isee, mwanangu nisaidie tu shilingi 50,000 ya matumizi. Hiyo 50,000 umpatia haifiki nyumbani. Kuna kabibi pale Kitebi Bar. Ataenda tahonga, baada ya kumaliza kuona na kwambia zimeisha, anakuambia bwana mimi naomba kitao sitokuja. Itakulazimu wewe mwenye nyumba utafute fundi wangapi fundi wa pili, lakini wamama ni wa kweli. Anakwambia ninaanza kazi, jamu ni kubwa, sendana kazi nyingine mpaka nimalize hii kazi. Kwa hiyo kwenye habari ya kutafuta wana wa Mungu, tupambane kwa pamoja, tukitegemea kwamba kuna wakati huyu mwanaume atapata madhaifu. Nguvu yako mwanamke imbebe mwanaume, sema amen. Lakini pia mwanaume nawe pia pambana. Siku mwanamke akiwa na wakati mgumu, kile kipato cha kwako kiwe ni sehemu ya kuja kumsaidia mwanamke. Juzi nikafanya utafiti, mtanisamehe bure. Nimefanya utafiti wangu wa hovyo. Nimekuta wanawake wasomi walio wengi hawakai na waume zao. Nenda kachunguze. Leo wababa wasomi wanakataa kuoa wanawake, wanakwambia bora nitafute kale ambako hakana kazi, katakaa chini katanielewa. Akishamweka ndani ya nyumba, mama anakuambia mimi mume wangu wa kwanza ni cheki namba yangu, mume wangu wa pili ni kadi yangu ya ATM, mume wangu wa tatu ndio wewe. Sasa swali linakuja, nani aliyekulipia mahali kule nyumbani kwenu? Ni nani aliyekutoa kwa kupatia heshima? Right, ungetambua huyu mtu anayesema kwamba ni mshahara. Kazi kama kazi. Chezea mshahara, usichezee kazi. Chezea vitu vingine, usichezee ndoa. Wale wanaokudanganya watakuchakachua, utaitwa takataka, utaanza kulia kama Malkia wa Sheba.